ya amani yako Yesu aliibeba, akapanda msalabani na ile huzuni, akapanda msalabani na ule uchungu, akapanda msalabani na yale maumivu. Wewe leo unafarijika katika nyakati zote. Hatutembei na huzuni, ni watu wa furaha wakati wote, ni watu wa amani wakati wote, ni watu tuliochangamka nyakati zote. Ziwe ni nyakati mbaya, ziwe ni nyakati nzuri, kwetu sisi ni furaha, kwetu sisi ni shangwe. Haleluya! Na Paulo anaona uthamani wa huu msalaba, sababu tukisema tuuzungumze tu msalaba wenyewe, kwa mujibu wa maandiko, kila aliyetundikwa juu ya mti alihesabiwa amelaaniwa. Kwa hiyo Yesu alibeba laana zetu akapanda nazo msalabani. Tangu hapo tuliookoka hatutembei chini ya laana, na hakuna laana inayoweza kukupata, maana tayari Yesu alishapanda nao msalabani. Kupitia msalaba, msamaha ulitangazwa, tumesamehewa. Hatutembei chini ya hukumu tena, maana msamaha ulishatangazwa juu ya msalaba. Sio msamaha tu, bali wokovu ulitangazwa juu ya msalaba, kwamba Yesu hali akiona ya kwamba yote yamemalizika, yote yamekwisha, kazi iliyomleta Yesu duniani imekwisha, wakampelekea sinki ili apate kunywa. Biblia inasema alipoipokea akatangaza, akasema imekwisha. Yesu anachukua roho yake anaiweka mikononi mwa Baba. Hakuna aliyemuua Yesu, ila ni Yesu mwenyewe aliichukua roho yake na kuiweka mikononi mwa Baba. Yohana sura ya 10 mstari wa 17 na 18 anasema, ndiposa Baba ananipenda kwa sababu ninautoa uhai wangu kisha niutwae tena. Mstari wa 18 anatuambia, hakuna mtu aniondoleaye uhai, bali ninautoa mwenyewe na urudisha mwenyewe. Baada ya hapo akashuka kuzimu. Alipomaliza kazi iliyompeleka kule ya kuchukua mamlaka, ambao Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 anaibuka na tuambia, mamlaka hiyo nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na mamlaka hiyo ninawaachia.